Niwaombe sana wanahabari, tusaidieni kubadilisha fikra za taifa letu. Tusaidieni kuwa na mchango chanya kurudisha nchi yetu kwenye maadili ya taifa letu. Tusaidieni. Na sasa kwenye habari tuna ndugu zangu wa mitandao ya kijamii ambao pia serikali ya Rais Samia ndio ilitoa fursa mfanye kazi zenu, lakini pia ameendelea kutoa fursa ya kupunguza hata kodi mko mnalipa kutoka milioni 1 kuja mpaka 100,000. Ametoa mpaka fursa ya kupunguza kutoka 500,000 kuja mpaka shilingi 50,000. Lengo lake Daktari Samia sio muwe wengi muitumie mitandao ya jamii kubomoa maadili ya taifa letu. Hapana. Lengo lake ni mpate kipato na ajira halali wakati mkishiriki katika ujenzi wa maadili ya nchi yetu. Wewe mwenyewe kabla ya kutafutwa na TCRA, kabla ya kuitwa na mamlaka, tafakari huu ujumbe nao nataka kuupeleka, ninataka kuachieve nini? Yaani picha hii nao nataka kuisambaza, nataka kuachieve nini? Nimefika mahala, nimesikia hata jana tume ya Jaji Chande pale watu wanatukana mpaka wazee wao. Kwa nini tukitofautiana kimawazo huo ugomvi? Kwanza kutofautiana kimawazo ndio ubora wenyewe wa taifa. Yaani mkiwa na mawazo tofauti, hapa tulivyovaa tu hivi tulivyovaa hapa, hii ni indicator nyingine ya kwamba hatuwazi pamoja. Sasa swali, kwa nini wewe uanze kumtukana mwenzako kachagua rangi yake leo amua kuvaa leo, afu uone ya kwako ni bora zaidi? Sasa ichukue hiyo picha mpaka imefika hatua tunawavunjia heshima wazee wetu. Hivi nafikiri hawa viongozi, mimi nakaga nasema hivi, watu wanafikiri uongozi ni jambo rahisi. Yaani uongozi sio kazi rahisi. Unavyomuona pale Daktari Samia alipo pale, ni kiongozi ambaye anapambana kuilinda heshima ya taifa hili kwa gharama kubwa. Sasa wewe hapo ukiumwa mafua tu kila kitu naahirisha. Lakini yeye hana kumwachia huo uzigo. Leo hii wa Tanzania kwa namna yoyote ile, rais wetu anatamani ile Tanzania ambayo wakina mzee Nyerere, wakina mzee Mwinyi, wakina mzee Mkapa waliokuwa wanaiona, atufikishe kwenye hiyo Tanzania. Leo hii anapambana kujenga misingi ya dira ya 2050 kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa hili unakuwa. Anapambana kuhakikisha kwamba taifa hili linatengeza fursa kwa kila kijana kujiajiri na kuajiriwa. Mtu yuko kwenye mtandao anatukana tu. Yaani yeye anachokiona ni matusi tu. Tuwahurumieni hao viongozi wetu. Tuatieni moyo kwa kazi walizokuwa nazo. Kwa wakati mwingine mimi nakaa nasema jamani, hebu tuwe binadamu. Hebu mtu uliyempa nafasi ya kufanya kazi, mwachie basi nafasi afanye nini? Kazi yake. Sasa wanahabari, ombi langu na kilio changu kikubwa ni kwamba tunawategemea katika haya mapambano. Na ukweli usiopingika, hatutaweza kuyalinda maadili ya Mtanzania kama vyombo vya habari, wana habari hawatakuwa pamoja na sisi. Yaani nyinyi ni nguzo muhimu sana. Wasukuma wanasema ni kama ni cornerstone basi ni wanahabari. Yaani nyinyi ndio daraja na msingi wa kuelimisha jamii na kuipa habari ambazo hivi kwani tukiamua tu mambo ya ovyo tusiyatangaze, unafikiri kuna mtu ataendelea? Yaani wewe unajua kabisa kwamba huyu kafanikiwa kwa uzinzi. Yaani huyu umaarufu wake kafanikiwa kwa uzinzi. Unamweka kuwa kioo cha jamii. Hivi unategemea watoto wetu watakuaje? Sababu mtoto kila akiwaza hivi imekuaje? Huyu akipewa, yani faili likifunguka hivi, mtoto mdogo wanakuwa inspired na watu wanaoona kwenye TV na kwenye mitandao ya kijamii. What kind of inspiration are we putting on the mirror? Yani tunaweka kwenye kioo inspiration gani? Acha basi mtu afanikiwe kwa uzinzi, achana naye kule. Yani mtu ili umpeleke hewani, cross check basi faili yake kwamba hivi huyu anavyojieleza hivi haya mafanikio yake ni kweli.